Kwenye maisha, hasa kwenye eneo la fedha, kuna baadhi ya makosa ambayo tunakuwa tunayafanya na wakati fulani yametugharimu na yametutengenezea majuto mengi sana. Sasa leo nimekuletea mambo manne ambayo haupaswi kuyafanya kabisa pale ambapo unakuwa umeipata fedha yako. Robert Kiyosaki ambaye ni mtaalamu kabisa wa masuala ya fedha, yeye anasema money without financial intelligence is a money soon gone, kwamba fedha ambazo zinakuja bila kuwa na elimu ya fedha ni fedha ambazo zinakaribia kupotea, au ni fedha ambazo zitapotea muda wowote. Ndicho anachozungumza, kwa maana kwamba kila mtu anahitaji kuwa na elimu ya fedha ambayo itamsaidia kuto kupoteza fedha. Unakumbuka kwenye video ambayo nilizungumza, nishai kumnukuu Dr. Olumide akiwa amezungumza kuhusiana na vitu vitatu ambavyo watu wanafanya wakishapata fedha. Namba 1, alisema wapo watu ambao ni wasters. Watu ambao wakipata fedha wanazipoteza. Yaani baada ya muda mfupi wanakuwa hawana tena, zimeshapotea na hakuna chochote cha maana ambacho wamekifanyia. Lakini kuna wale ambao wanasema those who spend it, wale ambao wanazitumia. Kwa maana kwamba wanazitumia mpaka mwisho. Yaani seko yao ni kwamba pata pesa, zitumie, nenda katafute tena, zipate tena, tumia. Kwa seko yao imekaa hivyo. Kwa hiyo imekuwa ni spending cycle. Lakini kuna wale ambao tunasema those who invest it, wale ambao wanaziwekeza. Hayo yote ni makundi ya watu ambao ni makundi ya watu na vitu ambavyo wanafanya wanapokuwa wanazipata fedha. Sasa kwenye kundi la kwanza na la pili, kule ni watu ambao hawana elimu ya fedha. Lakini kwenye hili kundi la tatu ambao lina watu wachache zaidi, la those who invest it, lina watu wachache. Lakini yale makundi mawili yana watu wengi zaidi, kwa sababu watu wengi hawana financial education, watu wengi hawana financial intelligence. Kwa hiyo imesababisha madhara makubwa na watu wengi wamekuwa wakijutia kwenye eneo hilo. Sasa nimekuletea haya mambo manne ili uyachukue, usifanye makosa kama umewahi kufanya huko nyuma, kwa sababu inawezekana yakakugharimu huko mbele unakokwenda pindi hapo utapata fedha. Sasa kitu cha kwanza ni kwamba tunasema usiweke akiba kilichobaki baada ya kutumia. Usiweke akiba kile kilichobaki baada ya kutumia. Watu wengi tuna tabia kwamba tunaweka akiba kile ambacho kimebakia baada ya matumizi. Kitu ambacho ni makosa makubwa, na tunafanya makosa makubwa kwa sababu ni human nature kwamba kuweka akiba baada ya matumizi ni kitu kigumu sana, kwa sababu hata kile kidogo kilichobakia utakuja kujipata kwamba unahitaji tena ili uweze kukitumia. Kwa hiyo unajikuta baadaye haujaweka tena. Ndio maana tunasisitiza kwamba you have to save kabla ya kuanza matumizi yoyote. Kwa hiyo ukishapata fedha, cha kwanza kabisa inatakiwa save, alafu ndio uanze matumizi. Save then spend. Don't spend after ndo useme una save what is left. That's a big mistake. Warren Buffett anasema do not save what is left after spending. Anasema but spend what is left after saving. Kwa maana kwamba usiweke akiba kile kilichobaki baada ya matumizi. Anasema unatakiwa uweke akiba kabla ya kuanza matumizi. Kwa hiyo zingatia hiyo. Lakini kitu cha pili tunasema tengeneza bajeti yako. Watu wengi tunaishi bila bajeti, kwa maana kwamba hatujaipa fedha maelekezo kwamba iende wapi, itumike kwenye kitu gani, Na mimi wanasema wana zote kwamba kama hautaiambia fedha sehemu ya kwenda, basi itakuelekeza sehemu ya kwenda. Kwa nini? Kwa sababu bajeti ni kama map, directive map, ambayo inakuelekeza ni wapi uipeleke pesa yako na wapi usipeleke pesa yako. Kama utakuwa hujui haya yote, basi pesa yako itakuwa inakwenda kokote kule ambako yenyewe inakudirect, kwa sababu pesa ina tabia kuelekeza watu pia. Pesa ina tabia kuambia watu nenda kafanyie hiki, nenda kafanye hiki. Kama hautaielekeza nini inapaswa kufanya. Kwa hiyo usiwe miongoni mwa watu ambao wanaelekezwa cha kufanya na pesa. Kuwa miongoni mwa watu wachache ambao wanaielekeza pesa ni nini cha kufanya, wapi iende na wapi siende, kipi nunue na kipi sinunue. Na kwenye eneo hili huwa tunasisitiza kwamba haupaswi kuvuka 70% ya kipato chako kwenye ile bajeti ambayo unakuwa unaweka. Kwa maana kipi? Kwa mfano let's say umepata shilingi 10,000, that means 3,000 sio yako. Ile unatakiwa uiweke kwenye ile saving account au investment account. Alafu ile 70% ndio unaiwekea ile bajeti. Let's say hii itaenda kwenye kodi, hii itaenda kwenye vyakula, au itaenda kwenye masuala mengine.
Kwa hiyo hakikisha unatengeneza bajeti. Hakikisha unaiambia pesa iende wapi. Hicho ni kitu ambacho unapaswa kufanya na usisahau. Sasa wewe utaniambia kama huwa unatengeneza bajeti au pesa huwa inakutengenezea bajeti au tu huwa inakuelekeza ni wapi uipeleke. Kama utakuwa unaelekezwa, basi naweza nikahitimisha kwa kusema inawezekana usipate hata investment money au saving money aina yoyote, kwa sababu pesa inakuelekeza nje kufanya. Na pesa haijai kukosa maelekezo. Itakuelekeza kununua vitu ambavyo hauvihitaji, itakuelekeza kununua vitu ambavyo hautavitumia au utakuwa na uhitaji navyo. Ndivyo ilivyo kwa kawaida. Sasa kitu cha tatu tunasema track where your money goes. Track where your money goes. Tunasema fuatilia pesa zako zinakwenda wapi. Unanunua sana nini? Watu wengi hawajui maeneo ambayo they spend the most. Kwamba hawajui where they do spend the most. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kudhibiti matumizi yao. Inakuwa ni ngumu sana kudhibiti pesa zao. Fikiria tu kwamba wewe haujui kwamba ni eneo gani linakula sana pesa zako. Kwa hiyo hautajua hata namna ambavyo, hata eneo la kucontrol pesa zako. Kimsingi ni human nature kwamba kila binadamu katika matumizi yake ya fedha kuna eneo ambalo huwa anatumia sana fedha nyingi na kuna maeneo ambayo huwa anakuwa na least expenditure au least spending. Kwa hiyo yale maeneo ambayo na least spending hayana shida, lakini haya maeneo ambayo yana highest expenditure au most expenditure ndio ambao tuna shida nao. Unataka utrack ujue kama maeneo yako yapi ambayo yanakuwa yanapoteza zaidi fedha. Kama hujui, you are probably losing a lot of money and you don't know where is it going. Kwa hiyo hakikisha una track, hakikisha unajua kwamba pesa zako zinakwenda wapi, zinafanya kitu gani. Okay, let's say unatumia sana bando. Kwa mfano, let's say mimi natumia sana bando. Kwa hiyo tracking yangu inawezekana ikanielekeza kwamba unatumia sana bando. Kwa hiyo nikaanza kujifunza namna ya kudhibiti matumizi yangu ya bando ili nifanye tracking nzuri ya hizo fedha. Kwa hiyo unapaswa kutrack vile vile ili ujue, okay, matumizi yangu yanaenda sana kwenye nguo. Unapaswa kujua vile vile. Okay, matumizi yangu yanaenda sana kwenye kusafiri sana. Safari ambazo hazina maana. Yanaenda sana kwenye kubashiri. Unapoteza sana. Kwa hiyo unaweza ukatrack au kupitia kutrack unaweza ukadhibiti flow ya pesa zako na ukaweza kusave kiasi kingi cha pesa na ukashangaa kwamba kumbe pesa nyingi zilikuwa zinapita mikononi mwako bila wewe kujua. Sasa kitu cha mwisho ambacho ni cha muhimu zaidi na ambacho kimetuathiri watu wengi hasa kwenye eneo la fedha ni tunasema impulsive purchasing. Impulsive purchasing au impulsive buying. Nasema acha kununua vitu ambavyo huvihitaji. Jiulize if you really need it or you want it. Kama unavitaka usinunue, ila kama unavihitaji basi uvinunue. Watu wengi tumejikuta kwenye mtego wa kununua vitu kwa sababu tunavitaka, sio kwa sababu tunavihitaji. Watu wengi tunanunua vitu ambavyo tunavitaka sivyo ambavyo tunavihitaji. Inawezekana na wewe umeingia kwenye mtego huu. Yaani kuna vile vitu ambavyo havina ulazima sana kuvinunua. Kuna vile vitu ambavyo unajikuta tu umenunua lakini baadaye unaanza kujiuliza, sasa hiki nimenunua ili kifanye kitu gani? Mbona hakina matumizi makubwa? Sasa nimenunua cha nini? Au inakupelekea wakati fulani unakiuza hata kwa fedha ya chini ya ile ambayo umenunulia. Ni kwa nini? Kwa sababu ulifanya impulsive purchasing. Ulinunua kwa hisia. Na hii imeathiri sana hasa kundi la wanawake kwa kiasi kikubwa, just because ameona wenzie kuna aina mpya au kuna toleo mpya la nguo na yeye anaenda kujoin kwenye kununua. Ameona kuna toleo mpya vijola, anaenda kununua. Ameona kuna kitu ili mradi tu fedha yake itumike tu. Anakuwa na utulivu. Ni aina watu ambao tunakuwa hatuna utulivu pale tunapopata fedha. Kwa maana kwamba inaanza kukudirect wewe ununue kitu gani. Kwa avoid hichi kitu, impulse purchasing. Umepita tu mahali, umeona nguo nzuri lakini hauhitaji, umejikuta tu umenunua. Umeenda mahali, umejikuta kitu umeshanunua kwa sababu wenzio wamenunua na wewe unataka ununue ili ufanane nao. Hizi zote tunaita impulse purchasing. Na mara nyingi unajikuta hauna uhitaji navyo hivi vitu ambavyo unakuwa umevinunua wakati huo. Kwa haya ni mambo 4 ambayo unapaswa kuyaepuka kwa kiasi kikubwa hasa unapokuwa umepata fedha. Kwa sababu kama hautaweza kuyamanage haya, basi utakuwa unapoteza fedha nyingi zaidi. Kwenye moja mentorship program ambazo nilikuwa nikizitoa, kuna watu wengi ambao wameshafikia baadhi ya hatua ambayo
wanakuja kusema kumbe nimepoteza fedha nyingi sana huko nyuma. Anakuja kukuambia kwamba mtu anakuja kukuambia ningejua mapema ningekuwa nimesave kiwango kikubwa cha pesa. Inasikana sasa hizi ningekuwa nimenunua kitu fulani kikubwa, ningekuwa nimefanya mradi mkubwa sana, lakini nimepoteza fedha zangu kwenye vitu ambavyo havina msingi. Kwa nini? Kwa sababu watu hawafanyi tracking ya fedha zao, watu wanafanya impulse purchasing, watu wana save what is left after spending, ambayo ni makosa makubwa sana. Kwa hiyo hakikisha una avoid hivi vitu vyote, vitakusaidia kwenye eneo la fedha. Na hizi ni kanuni ambazo zinatumiwa na watu wote ambao wana mafanikio makubwa kifedha. Mafanikio makubwa kifedha. Kama unataka kuwa na mafanikio makubwa, basi kwenye eneo hili unapaswa kuzingatia mambo haya, kwa sababu all greatness starts from here. Nafikiri utakuwa umepata jambo. Na wewe utaniambia ni nini umejifunza kwenye video hii, ili nipate vitu vingine vya kuja kuongezea kwenye video inayofuata. Na niambie kama umejifunza, ili na mimi nijifunze hicho ambacho umejifunza tena. God bless you, na hakikisha umesubscribe account yetu ili uendelee kupata videos za aina hii.